Bwana, karibu tena katika mzigo wetu unaitwa Sweet and Sour. Bwana, hii movie inaanza jamaa mmoja alikuwa anaitwa Jang Hyuk. Huyo mchizi bwana alikuwa amelala hospitali, alikuwa anaumwa na ugonjwa mmoja ambao haueleweki, lakini asilimia kubwa sana ilikuwa ni kukohoa, alikuwa anakohoa mara kwa mara. Hivyo hata ndugu zake, marafiki nao walikuwa wameanza kumtenga kutokana na hiyo hali. Wengi walikuwa wakiogopa kutokana na lazi ya kifua ilikuwa ina uwezo wa kuambukiza, au ugonjwa alikuwa nao ulikuwa unaweza kuambukiza kwa njia ya hewa. Hivyo watu wengi walikuwa hata wazazi wake wenyewe walikuwa wanaogopa. Hata marafiki zake walikuwa kimtumia message, bwana vipi unaendeleaje na hali yako huko, maana hiyo hali yako ni balaa. Hata wagonjwa wenzake walikuwa nayo odi moja, walikuwa wanataka wawekewe kitambaa ili wasiwe wanamuona, sije naye akaja kawaambukiza. Unaona, sije akatuambukiza kweli, mfungieni. Una kweli bwana, walimfungia akawa yuko yeye peke yake bwana. Unajua siku zote hata giza liwe vipi lazima tu kutakucha. Alitokea dada mmoja. Huyu dada alikuwa anajulikana kwa jina la Dayun. Huyu Dayun bwana alikuwa ni nesi mmoja ambaye alikuwa anafanya kazi katika hospitali. Alionekana sana kumkea Jang Hyuk na kumuonyesha upendo wa hali ya juu. Umeona, alikuwa akimjali sana. Hadi bonge mwenyewe Jang Hyuk alikuwa anajiona kama sasa nimepata malaika ambaye ana uwezo mkubwa wa kuweza kunisaidia. Movie yetu tupeleka siku moja, Jang Hyuk alikuwa ametoka zake usiku akiwa anaangalia kushoto na kulia. Akamkuta bwana Dayun yuko zake ndani anavuta zake sigara. Akamwambia bwana usivue sigara, hiyo sigara sio nzuri. Akafuaka anamwangalia mkononi akaona pete. Dayun aliona kwamba Jang Hyuk ameangalia pete yake. Akamwambia bwana hiyo usijali, ni pete tu ya graduation, nilikuwa kwenye graduation ndio ngani nimevalishwa pete. Mchizi aliendelea kucheka akaona kwamba okay, kumbe ni pete ya nini, nijua ni uchumba. Nijua una mchumba? Mimi sina mchumba bwana, alafu mimi niko single. Bonge alikuwa anacheka. Wakati huo bwana daktari mkubwa alikuja akamkuta nani anavuta sigara. Akamwambia umeona, nilikuwa nakuonyesha uvutaji wa sigara ni mbaya, umeona jaribu kuvuta hapa, hii sio nzuri kabisa, na uache kuvuta sigara, alafu wewe ni mgonjwa, kwa nini unavuta sigara ise? Basi mchizi nesi aliondoka. Kesho akaja kumomba msamaha asubuhi, bwana samani nilikuigizia pale ili nisije nikafukuzwa kazi bwana. Alionyesha mapenzi, akawa anakula chakula kimoja na Jang Hyuk. Jang Hyuk alipanga kumshangaa tu na kumpenda nesi Dayun. Dayun anamwambia nyinyi sikizeni, acheni kumnyanyasa, ole wenu nigundue mnamnyanyasa. Basi alikuwa anaonyesha mapenzi ya hali ya juu, walikuwa wanalala pamoja, muda mwingine anajilaza pembeni na Jang Hyuk, na wakati mwingine alikuwa anamletea chai, na aliamua kabisa kuachana na mambo ya sigara. Na wakati huo alivyoachana na mambo ya sigara akajikuta analewa sana. Kwa hiyo akaona bora muda wake mwingi sana ajikute anakaa na Jang Hyuk, maana alikuwa analewa sana usingizi akikaa peke yake. Hivyo alikuwa anakula pamoja, mapenzi yalinoga bwana. Penzi ni kikohozi kulificha huliwezi, mpira rirara. Mchizi bwana alikuwa akikaa macho ili wakwanza kumwamsha Dayun pindi ambapo unakuwa kumekucha. Mapenzi yao yalinoga na kila kitu kiliongezeka, hata afya ya jamaa ilianza kunawili na kuanza kukaa poa. Hata hivyo Dayun naye alionyesha usiriasi pindi ambapo alikuwa yuko na wenzake ili wasijue kitu gani kinachoendelea kati yake yeye na Jang Hyuk. Basi mapenzi yanaendelea kunoga na mambo yalikuwa mazuri. Siku moja bwana daktari alikuja akamwambia bwana Jang Hyuk, inaonekana kwamba vipimo vinaonyesha matibabu yako yamekamilika na uko sawa salama kabisa. Sasa hivi hauumwi tena, unaweza ukatoka hapa ukaenda nyumbani ukaendelea na maisha yako. Ile muuma sana. Akamtumia message Dayun siku hiyo usiku kumwambia bwana inaonekana kama anaondoka. Alikuwa amemwandalia zawadi, ghafla alitokea mama mwingine. Ilimuuma sana. Alimtafuta huku na kule, hata wazazi wake hakuwapokea vizuri. Hata marafiki zake walimwambia bwana inawezekana wewe ulikuwa unaota bwana, ulikuwa umekutana na mzimu ambao ulikuja kama malaika kwa ajili ya kukusaidia. Hamna bwana, sio nani yule ni Dayun, namtaka Dayun. Alikuja siku nyingine iliyofuata ofisini kuja kukagua kwamba huenda labda angemkuta, lakini hakumkuta. Hivyo alianza kukagua yale makaratasi ili aweze kujua kwamba yule alikuwa anafanya kazi pale kweli au vipi. Alitafuta namba mpaka mwisho wa siku alibahatisha namba moja na kweli alikuwa ni Dayun. Dayun alimwambia unajua mimi bwana sasa hivi nimepumzika tu, hali yangu sio nzuri, kwa hiyo siwezi kuja ofisini, ila kama una uwezo kuja hapa kwangu unaweza kuja, njoo. Kuja. Alifunga safari mbio, alichukua gari akawahi. Kufika pale bwana jamaa alikuwa ni domozege, akawa ametulia. Sasa akaanza kuondoka. Dayun akamwambia unaenda wapi? Niko mpweke, tulale wote tu. Na kweli alimwomba mrekebishie taa, jamaa akarekebisha taa, kaandaa na chai na chakula cha asubuhi siku iliyofuata. Basi mchizi alijikuta tu kweli amedondokea kwenye penzi la Dayun. Jang Hyuk alipigwa busu moja pale. Mapenzi yalianza kunoga. Wakawa wanakumbatiana kazini, popote wanapoenda wanaenda pamoja. Jamani, mapenzi yenyewe ni hatari. Ukipendwa penda, acha malingo, utakuja pendwa
nawe usipendwe utalia. Mapenzi yalinoga bwana, alijikuta mpaka anatoka out na yule nesi Dayun alimtambulisha hadi kwa marafiki zake kule ambao anafanya nao kazi. Kwa mwisho wa siku alijikuta ameingia kwenye mapenzi ya kweli ambayo yalikuwa yana uhakika. Na siku hiyo alikuwa ametoka out bwana. Wao jamaa pembeni ya kapo walikuwa wamevaa nguo za kufanana ambazo zilikuwa ziko sawa. Ile ilimchoma sana Jayu kwa sababu alikuwa ni bonge. Lakini hata hivyo demu wake alimwambia usijali bwana, nitakutafutia size yako. Hayo ni mambo ya kawaida tu. Basi siku hiyo alikuwa amepanga safari ya kwenda sehemu fulani hivi kwenda kuhavu fani. Akawa amemnunulia raba. Akamwambia unaona hizi raba? Hebu hizi vaa hizi raba tuone zitakutosha. Haya Jayu alivaa bwana. Baada ya kuvaa kana kimbia. Wakati wote tunamuona Jayu akiwa anafanya mazoezi. Oya, haya maisha bwana, usimdharau mtu. Mchizi alikuwa anavaa sweta lake nini hapo, akawa anajiandaa kwenda kazini, akawa anakutana na bosi wake, wanapigana stories za hapa na pale, wanabadilishana mawazo. Kaambia bwana kuna project ambayo nataka uifanye. Wakati huo Dayun naye alionekana kwamba bwana manesi wenzangu wale wanakuja, hebu ngoja niondoke. Alionekana kama sasa anaona mambo yamezidi kubadilika. Mchizi alikuwa handsome boy kweli kweli, alikuwa anamfungulia mlango kama kawaida yake nini, kuja kumchukua na gari, wanatoka, maisha yanaendelea. Mapenzi yalikuwa yako moto moto. Mapenzi yalinoga, mapenzi yalikuwa ni hatari, hadi wakavalishana na pete. Siku hiyo alikuwa ofisini Dayun Jang Hyuk wakati yuko ofisini kulikuwa kuna dada mmoja alikuwa anaitwa Boyoung. Huyu Boyoung bwana alikuwa ni mpinzani wa jadi, yani kama Simba na Yanga. Huyu sasa alikuwa hapendi sana kumuona Jang Hyuk akiwa anafanya kazi vizuri. Hivyo aliamua kumharibia na kujiweka yeye katika kipaumbele, aonekane kwamba yeye ndio mwema. Hata kipindi Jang Hyuk alivyokuwa anafanya kazi zake, yule demo alikuwa anakuja tu anamharibia, anaenda anaharibu kila kitu. Hivyo Jang Hyuk alienda kumhadisia Dayun na kumwambia bwana kuna demo mmoja ananizunguka pale ofisini ananiharibia sana mipango yangu. Akamwambia sasa wewe unatakiwa udili naye pambeti ndikula. Basi mchizi bwana aliamua kweli kufanya vile vile alivyoshauriwa. Na siku hiyo kulikuwa kuna program ambayo ilikuwa inaendelea project. Akasema hiyo project haiwezi kukaa sawa kwa jinsi hivyo alivyoelekeza huyo mdada. Atasababisha maafa. Yule mdada kweli bwana, mabosi walivyokagua waliona kweli haijakaa sawa. Hivyo alitakiwa afanye kazi usiku mzima. Mchizi siku hiyo akiwa anarudi zake nyumbani hakumkuta, alimkuta nanio Dayun akiwa yuko vibaya. Alikuwa amechelewa sana, na hata kuondoka alikuwa anaondoka asubuhi. Hivyo alikuwa anapishana bwana. Huyu akirudi usiku amechoka, huyu anamsubiri mwenzake. Kwa hiyo mapenzi yao bwana yalikuwa kama ile ya sijui nisemeje, kuku na kunguru kama hivyo mbalimbali. Wakati huo kazi zao ziliwafanya kidogo mapenzi yao kidogo yanashuka kwa namna moja au nyingine. Siku hiyo bwana Jang Hyuk alimonea huruma Boyoung, akaona bwana ngoja tu nimsaidie leo. Unaona umeniponza, mimi nakaa nashinda usiku tu nakula hapa na kaa hapa, wewe ndio umeniharibia kazi, naomba nisaidie. Kweli Jang Hyuk alimsaidia. Baada ya kumsaidia ile project bwana ilikaa sawa. Hata na mabosi wenyewe na wenyewe waliipenda. Wakasema hapa sasa kazi imekaa sawa. Hapa hii ipo sawa. Basi walijikuta sasa wanaanza kuwa na bondi kati ya Jang Hyuk na Boyoung. Siku hiyo walienda kupongezwa ofisi nzima kwa sababu ile project imekaa sawa na watu wameikubali. Kwa hiyo mwisho wa siku Jang Hyuk alirudi kwa Dayun. Kufika kule alimwambia basi samani kuna balbu hapo, naomba uniwekee maana yake mimi nitachelewa kurudi. Jamaa alilala na akasahau kuweka ile balbu. Kesho yake ofisini walipewa tena project nyingine, na hiyo project ilionekana kufanikiwa kwa sababu jamaa walianza kuwa na bondi nzuri kati ya Jang Hyuk na Boyoung. Mwisho wa siku wakajikuta sasa mapenzi yamenoga. Hivyo mchizi alisahau kabisa mapenzi yake kati yeye na Dayun, na kasahau alipotoka yeye na Dayun. Mambo yalikuwa ni mengi, vitu vilikuwa ni vingi. Dayun aliona kabisa kwamba paka penzi lake linateketea. Wakati huo Jang Hyuk na Boyoung walikuwa wako kwenye penzi shata la kazi, kiasi cha kwamba kazi zao zilienda vizuri hadi wakaanza kutoana out. Basi Dayun alimpigia simu kwa wapi, akamwambia nipo kazini. Unajua bado nipo kazini jamani, nimekumisi, nipo kazini bwana. Siku hiyo bwana Boyoung aliamua kumpiga kisi na Jang akaona hapana, ngoja nimwai Dayun wangu, wewe sikutaki. Alipofika kule akakuta makarabasha amekaa kidogo kibao pale chini mauchafu wakati taa inaendelea kucheza. Akamwambia mbona hujaniwekea balbu? Haikuwa hivyo. Mbona umeshindwa kuniwekea hiyo balbu mpenzi wangu? Mbona umebadilika sana? Unaonekana unaona mwanamke mwingine. Hivi unajua kama mimi ni mjamzito? Mchizi baada ya kuambia kwamba demo ni mjamzito alishangaa kwa sababu alikuwa hataki kuitwa baba kwa wakati huo. Hivyo alitoka kaenda kliniki kwa ajili ya kwenda kucheki, na kweli kagundulikana demo kweli ni mjamzito. Basi mchizi akaonyesha mapenzi, akaamua kurudisha mapenzi nyumbani. Akawa anachelewa ofisini, akawa anajibu message kwa wakati, tofauti na mwanzo ambapo alikuwa mapenzi yamenoga na Boyoung. Wakati huo akawa anarudi nyumbani hata kama atachelewa vipi, maana nyumbani kwao ilikuwa na saa sana kutoka hapa Arusha mpaka ufike Singida. Lakini bosi alianza kugundua hivyo vitu, akamwambia bwana wewe mbona unazingua? Lakini hata Boyoung naye akamwambia unazingua bwana, chagua kati ya ofisi au mapenzi.
Kumbe Boyong alikuwa anajipigia pande kwamba yeye akiwa anajali ofisi wanakaa pamoja. Basi mchizi akawa anajali sana Boyong. Wakati huo akiwa na Dayuni wametoka zao out, alikuwa anamtenga anamwambia bwana, mimi nataka nikalale, nimechoka bwana. Mimi nakurudisha tu nyumbani, nataka nikalale. Yaani mchizi anaonekana analeta tu visa kwa Dayuni, yani kwamba yani ilimradi tu. Hasa wakati anaongea na Dayuni alijikuta kilopoka bwana jina la Boyong. Dayuni alimind akasema, nilijua tu wewe una mwanamke mwingine ndio maana mimi yani umesahau mambo ya hospitali jinsi nilivyokuwa nakukea. Kweli jamani, mapenzi ya ajabu sana jamani, kweli binadamu wanabadilika. Binadamu ni kiumbe cha ajabu. Alishuka ndani ya gari akaondoka. Mchiza akasema, haya bwana, mimi sijabadilika bwana, wewe kazi tu hapa ndo zimenaniwa. Aliangalia ile pete ambayo alitaka kumvalisha ya ndoa nanio Dayuni, akaamua kuitupa tu hapo Jang-uk kwenye kikapu chake cha penseli. Boyong aligundua iko kitu, akajua kabisa hapa kuna vitu viendelee. Wakati anauliza Dayuni bwana, nani Jang-uk alimpiga busu bwana, wakaanza kutoka, mapenzi akawa amepamba moto. Mchizi kuna muda nafsi ilikuwa inamsuta akimkumbuka Dayuni, kawa anawasiliana naye nini, anamtafuta hivyo, japokuwa Dayuni kwa muda huo alikuwa respondi wala nini. Basi mchizi alikuwa kila akiangalia, mbona siku hizi respondi huyu, vipi au Boyong atakuwa kamwambia nini? Wakati huo naye Boyong alikuwa anaona kama kuna vitu viko sawa. Wewe kama unipendi, wewe niambie tu. Kama unampinga Dayuni, uende tu kwa wewe Dayuni wako. Maana naona kama sikuelewi. Mchiza akamwambia, sikiliza bwana, mimi sijakuelewa. Mimi nakuelewa, lakini kama namuelewa sana Dayuni, ngoja kwanza hapa niongee naye. Akaona Dayuni kule ameandika Christmas katika mji wa Jeju ambao ndio yeye aliyekuwepo. Basi akaanza kutoka mbio akijua moja kwa moja akatafuta na ile pete alikuwa ameitupa. Aenda akamvalisha pete, akajua mchumba wake bwana ndio siku hiyo amemfuata. Kwa sababu hapo ukipiga mahesabu kama nilivyokuambia ni saa sana kutoka Arusha mpaka Singida. Basi Mchiza kamaona demu wake kama ameshuka bwana kwenye gari, si ndo anamkimbilia bwana. Ghafla alipigwa kikumbo bwana, wakajikuta wamegongana chini. Basi Dayuni alikuja mbio kuja kumchukua. Ghafla bwana Dayuni alimchukua yule Jang-uk bonge bwana, huyu ambaye ndo Lee Jang-uk. Tukirudishwa nyuma sasa, tunakuja kugundua kwamba bwana hapa kulikuwa kuna Jang-uk ya wawili. Alikasalika hata hivyo, huyu Jang-uk ambaye tulimuona sasa hivi mwishoni, huyu ndo yule ambaye yeye alikuwa ni wa kwanza kabisa kufika hapa hospitali, na alifanywa mapenzi sawa na yule Lee Jang-uk ambaye ndio yule bonge. Kwa hiyo walikuwa wanapendana sana. Kwa hiyo hata the way jinsi alivyokuwa anamhudumia pale hospitali nini, kasalika ni kama huyu Jang-uk bonga ambaye alikuwa anahudumiwa. Kwa hiyo movie inatuonyesha kwamba Dayuni alitokea kumpenda Lee Jang-uk baada ya kuonyesha kwamba anamjali, anampenda, muda wote yuko naye japokuwa toka hospitali, na huyu ni engineer. Kwa hiyo hata Mchiza alikuwa anamrekebishia balbu nini, yani alikuwa anafanya mahitaji yote. Hata kipindi kile alikuwa analala hospitali, huyu Dayuni alikuwa ni mjamzito wa Jang-uk ambaye yule tuliomuona mwishoni, huyo mwembamba. Sasa huyu bonge huyu alionyesha kujali kuliko yule mwembamba. Kwa hiyo mpaka imefikia hatua wakaja wakaachana, na penzi yake likaa limenoga sana kwa huyu bonge, na Mchiza alikuwa atumie message hivyo bwana. Jang-uk alinyanyuka, alipiga sana kelele kumuita Dayuni, lakini Dayuni alikuwa yuko busy na Lee Jang-uk. Mchizi alirudi kwa yule demu wake Boyong. Boyong akamwambia, bwana mimi nakupenda sana. Mchizi akamwambia, nakupenda pia. Lakini kumbe ni uongo. Akili yake yote ilikuwa ipo kwa Dayuni. Wakati huo Dayuni ameshachukuliwa na bonge. Asante sana kwa kuangalia movie yetu hii ya leo. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Ciao.